Vidole vya mkono vinaweza kuonekana kama sehemu ndogo tu ya mwili, lakini mchango wao katika maisha ya mtu ni mkubwa zaidi ya ukubwa wao. Kuanzia kazi nyepesi kama kuinua gilasi ya maji, kufunga vifungo vya nguo au kuandika kitu kwenye karatasi, mpaka kuushika mtu mkono wa mpendwa wake, kupiga ala za muziki au kufanya kazi za ustadi wa ufundi na sanaa, yote hayo hutegemea uratibu wa vidole. Na ikitokezea kidole kimoja tu kukosekana, kwa miaka mingi kupoteza kidole kulimaanisha kukubali mtu ulemavu wa kudumu. Ilimbidi azoee kuishi na hali hiyo, lakini sayansi haikuliridhia hilo. Katika miongo ya karibuni, kwa kuingia teknolojia ya elektroniki na sayansi ya biomekaniki, viungo bandia havijawa mbadala wa umbo tu la kiungo kilichopotea, bali vimerejesha uwezo na hata hisi za mtu. Moja ya mafanikio makubwa katika safari hii ni kuvumbuliwa kidole bandia cha kimekanika, teknolojia mahsusi kwa watu waliopoteza vidole, lakini wangali wanataka kuendelea kuishi kwa kujitegemea, kufanya kazi na kutumia mikono yao kwa ufanisi. Vidole hivi si vipande vya plastiki tu au chuma, ni mchanganyiko wa uhandisi wa mitambo, elektroniki na uelewa wa kina wa maumbile ya mkono wa binadamu. Viinjini vidogo vidogo na mifumo ya hali ya juu ya harakati huwezesha kidole kufanya kazi kikawaida na kwa urahisi. Kwa miaka mingi teknolojia hii ilikuwa imehudhiwa na nchi chache tu, lakini ukiritimba huo sasa umevunjwa. Kwa kutegemea utaalamu wa wataalamu wake wa ndani, Iran imefanikiwa kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika sekta hii. Iran ni nchi ya pili sasa duniani yenye teknolojia ya kidole bandia iliyotokana kikamilifu na utaalamu wa ndani, ambayo ni hatua muhimu katika kujitegemea kwenye utengenezaji wa viungo. Chimbuko la mafanikio haya halikuanzia maabarani wala viwandani, bali lilitokana na tukio chungu lililojiri miaka kadhaa nyuma. Ni siku Amir Paidar Sani alipokuwa akifanya kazi hadi usiku wa manane katika karakana ya baba yake. Kwa sababu ya kuchoka sana, Amir alifikwa na ajali iliyobadilisha mkondo wa maisha yake. Vidole vya Amir viliingia kwenye mashine ya mbao. Baada ya tukio hilo, Amir alibaki nyumbani kwa miezi kadhaa, si kwa sababu ya maumivu ya kimwili tu, lakini pia ya kisaikolojia aliyopata. Amir ambaye kabla ajali hiyo alikuwa na kipaji kikubwa cha sanaa cha hata kupiga piano, sasa alikabiliwa na mtihani mgumu wa maisha. Leo hii juhudi zake binafsi zimezalisha bidhaa ya viwandani. Kidole hicho cha kimekanika sasa kinavutia wateja kutoka nchi mbalimbali duniani, na yeye Amir si mtengenezaji tu, ni mshauri wa wengi waliofikwa na tajiriba chungu kama yake. Huzungumza nao kwa masaa mengi kwa sababu anayadiriki maumivu yao. Leo matokeo ya uamuzi wa binafsi na juhudi za miaka kadhaa vimegeuka kuwa mafanikio makubwa ya kisayansi na kiufundi, bidhaa ambayo sio tu imebadilisha maisha ya wengi, lakini imewarejeshea pia uwezo wa kujitegemea, kujiamini na kuwa na matumaini ya maisha. Iran sasa imekuwa nchi ya pili duniani inayomiliki kikamilifu teknolojia ya kidole bandia kwa kutegemea utaalamu wa ndani. Bismillahirrahmanirrahim. Bande Amir Paidar Sani, mudiri amil shirkat Danish Bunyad. Katika ulimwengu ambao teknolojia kama hizi huhodhiwa na nchi chache tu, mafanikio hayo yanatoa taswira tofauti ya uwezo wa kitaalamu wa Iran. Ni taswira ya ubunifu ya wahandisi ambao kwa wao vikwazo si kizuizi, bali ni mwanzo wa kufikia mafanikio. Kidole cha kimekanika ni zaidi ya bidhaa ya kiuhandisi. Teknolojia hii ni simulizi ya mwanadamu, sayansi na azma. Ni kisa kilichoanza kwa hitajio la mtu binafsi, lakini leo kimekuwa mafanikio yanayotambuliwa kimataifa. Baada ya miezi kadhaa ya utafiti na majaribio ya kusibu na kukosea, hatimaye alifanikiwa kutengeneza mfano wake wa kwanza wa kidole bandia cha kimekanika. Mfano huo sio tu ulifanya kazi, lakini ulimshangaza kila mtu pia. Hapo maisha hubadilika ghafla. Yaliyokuwa zamani mepesi na ya kawaida
hugeuka changamoto za kila siku ambazo haziuathiri mwili pekee, huathiri pia hali ya kujiamini ya mtu, utambulisho wake na hata kuamiliana kwake na mazingira yaliyomzunguka. Mwanzoni mwa karne ya 20 zilianzishwa juhudi za kutengeneza viungo bandia. Mwanzo vilikuwa vya kawaida na vyenye uwezo mdogo, lakini kadiri miaka ilivyopita na uhandisi kupiga hatua, viungo hivyo vilizidi kuwa na ubora.